Kuna swala zima la watoto kuamshwa alfajiri. Mheshimiwa Waziri, mtoto anakwenda nasari, anaenda kujifunza kushika kalamu, sio kuandika, kushika penseli. Anaenda kujifunza inaandikwaje. Hivi mtoto unamkuta anasubiriwa na basi la shule. Mheshimiwa Waziri, haya tumeamua kuyaleta kwako. Wizara ya Elimu tumeshasema tumechoka. Tunalileta kwako kwa ujasiri wako. Hili usijadiliane nao. Tunakutaka utoe tamko. Wanawake wa Tanzania tupo nyuma yako kwenye matamko haya. Mheshimiwa Waziri, haingia akilini mtoto wa nasari anasubiria basi la shule. Amka alfajiri, fanya mazoezi saa 10:30. Mfikirie mtoto yule kutoka 10:30 anakwenda barabarani kusubiri basi, ameamka saa ngapi kujiandaa? Wakati huo anamwacha mama yake na baba yake wamelala kitandani. Huyo mtoto anaenda tafuta nini? Tusaidiane kurekebisha muda watoto wa mabasi kuchukuliwa kwenda shuleni. Hili Mheshimiwa Waziri, tunatumia nguvu kubwa kama serikali, tunatumia nguvu kubwa kama wabunge kuona vitendo vya ubakaji vinaondokaji. Kati ya vitu vinoleta ubakaji pamoja na mifumo mibovu ya watoto wetu, usimamizi juu ya kwenda shule. Waziri, hili dogo lifanyie kazi. Mheshimiwa Waziri, kuna swala la watoto walopata matatizo. Wazee wao wamekorofishana. Mama kaamua kuchukua begi kwenda nyumbani kwao. Mheshimiwa Waziri, kuna tatizo kubwa, na katika sehemu ambayo tunapaswa kutunga sheria, iwapo mtoto kapotea, kabakwa, lakini mazingira yale kama wanatuhusisha sisi kama walezi au wazazi, tuna sehemu ya kuwajibishwa kwenye sheria hili. Leo mama amekorofishana na mume wake, ametoka. Mama anakaa Kariakoo, baba anakaa Tabata. Kwa hiyo mtoto yule anaenda kuishi na mama Kariakoo, shule Tabata. Kwa hiyo bado ule mtoto, ule mfumo wa kuamsha 10 za usiku aende shule mbali. Mheshimiwa Waziri, katika kesi zinazokuja, Mheshimiwa Waziri, lazima tuangalie kwa kina chanzo cha tatizo, mtoto limesababishwa na nani. Kuna baadhi ya matatizo tunasababisha sisi wazazi tuliowazaa watoto. Mtoto unamtengenezea mazingira magumu. Wewe umekorofishana na mume wako, ni wewe, lakini unamtengenezea mtoto ushindani wako na mumeo kumwadhibu mtoto. Waziri, shule zimejengwa mpaka chini ya nyumba zetu. Mheshimiwa Rais anaendelea kujenga mashule. Haina sababu ya watoto wetu kupata shida. Mheshimiwa Waziri, jambo la pili ambalo kwangu lilinifanya leo nisimame ni mwenendo mzima wa wanafunzi katika mashule yetu. Mheshimiwa Waziri, muda